hatujawa na semina tena. Kwa hiyo ni semina yetu ya kwanza, na ndio maana nasema kama hujatoa hela ya semina, kutoa hela ya semina sio hiari, kwa sababu unahudumiwa. Biblia inasema aliyekupa vya rohoni na wao utoe vya nini? Vya mwili, ahudumiwe. Kwa hiyo niombe hilo lifanywe kazi na tuwahi kwenye semina. Hebu tenga wiki hii iwe wiki ya kupokea itakayokupeleka. Hatuna semina nyingi sisi, tuna semina chache. Kwa hiyo semina inapokuwepo, njoo usikie Mungu anataka kusema na wewe nini. Watu wengi hawajui, ninapokuwa unaomba, Mungu analeta majibu kwa njia mbalimbali. Semina hiyo imeandaliwa kwa ajili yako. Njoo usikilize semina. Sikiliza semina, nenda ukafanyie kazi. Majibu ya Mungu yapo hapo. Wangapi wamenielewa? Wangapi wamenielewa? Maana naona kama watu hawajanielewa. Semina ni ya muhimu. Tenga muda wako wa masaa mawili, kaa chini, sikiliza semina. Hiyo ni moja. Jambo la pili, wale waombaji watakaoendelea kuomba, nafikiri mnaona faida ya maombi. Kinachofanya ibada zetu zinakuwa hivi ni maombi. Kama hakuna maombi, hakuna nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu inakuwepo wakati watu wanamtafuta Mungu. Na wewe ambaye hauna mahala, unatwanga chakula kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, wewe kazi yako ni kubugia tu. Mbona hujawahi kunenepa usidi wengine? Yaani wewe ni kula tu na wewe. Kula tu na wewe. Lakini kwenye shida unataka uombewe. Acha huo mchezo wa zamani. Wewe tunaita zilipendwa. Kuwa na muda wa uhusiano kati yako na Mungu. Wangapi hawana kundi lolote kabisa la maombi? Najua Mungu anakuona hata ukiwa muongo, bado Mungu anajua wewe ni muongo. Wangapi hawana kundi lolote na wala hayuko kwenye maombi? Tena wewe Mungu akupe shida, alafu hiyo shida asishughulike nayo mtu. Hata wakikuombea isitoke. Wewe si utakaji kuomba. Tena wewe upokee shida kabisa na Mungu akupe. Si ndio? Si akupe shida ili uhangaike. Hujasikia wengine walikuwa naimba wimbo, wanasema nibebesha ukimwi nihangaike nao mpaka serikali ikaupiga marufuku. Sasa wewe ndio wakutuika shida uhangaike nayo. Maana wewe si uombaki. Hata mchungaji akisema wale wasioomba, ndio Mungu akuhurumie. Kuna watu wana roho hukumu kuliko hata shetani. Utafikiri shetani baba mkuu wake. Wangapi wanataka kuwepo kwenye makundi ya maombi na wao waombe? Hawana nafasi wala hawaombi. Wanaotaka maombi, wanaotaka wawe na siku ya maombi, wanaotaka wawe na siku ya maombi, na wengine wanataka nini? Havitapona kama haviombewi. Juma ngapi unapendelea? Ijumaa. Haya, watu wa Ijumaa waongeza mtu mwingine nani? Wewe. Ijumaa. Bado ina madawa. Dose. Wewe uko Ijumaa. Bwana niko Ijumaa sisi wote. Mwingine. Sasa wewe unakuwa lini? Jumanne. Nani kiongozi wa Jumanne? Jumanne nani? Hakuna kiongozi wa Jumanne. Wanaokuwa na Yakobo ni akina nani? Esther yule pale mshirika. Mwingine au wengine
tunayoendelea nayo. Mungu akubariki. Naomba leo tuangalie somo letu, kila jambo lina wakati wake. Kila jambo lina wakati wake. Hakuna jambo linalodumu milele. Hakuna. Wengine walikuwa vijana, kwanza walianza watoto. Walipotoka watoto wakaja ujana. Wametoka ujana leo ni wazee. Wakitoka uzee ni kupumzika. Kwa kila jambo lina wakati wake. Ulipokuwa mtoto ulifikiri kama mtoto. Ulipokuwa kijana ulifikiri kama kijana. Ulipokuwa mtu mzima ulifikiri kama mtu mzima. Ulipokuwa mzee kijana ulifikiri kama mzee kijana. Ulipokuwa mzee kabisa ulifikiri kama mzee kabisa. Kwa kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kulala. Kila kitu kina wakati wake. Muda wako unaochezea, kuna siku utautafuta hata kwa tochi na wala utaupata. Vijana wengi wanapokuwa katikati ya ujana wanadhani wameikamata dunia katika vitu ambavyo ni vidogo sana. Ujana ni mdogo kuliko utoto. Ni wakati wa muda mfupi ambao usipofanyia kazi utakuvutia. Mchezo uliofanya, muda uliokuwa unapoteza pasipo sababu, ipo siku utautafuta na wala hutaupata. Kila jambo na wakati wake. Kuna wakati ulipokuwa kijana, ukiwa binti mdogo, watu waliokuambia habari yako ni wengi. Kadri ulivyotoka kwenye ule umri, hata wakukwambia habari yako hakuna. Sikiliza. Kijana wakati analipa na tenchi na baki, hujiona yeye ni mtu smart, safi. Usipoutumia vizuri muda ulio nao, utakuvutia. Wengine wanaona wana nguvu ya kuitanua dunia. Leo na huyu, kesho na yule, kesho kutwa na yule, kesho kutwa na yule. Sawa sawa, ni wakati wako. Lakini wakati unaotumia vibaya, ipo siku utaujutia. Uzee wako unaoshindwa kuutumia vizuri. Nilifundishwa na mwalimu wangu mmoja, akaniambia ujana ni kwenye mlima. Nisikilize vizuri. Ujana ni kwenye mlima. Ni sawa sawa, ujana ni kule juu. Unapokuwa mzee, inatakiwa uvuna matunda uliyoyapanda wakati ukiwa kijana, alafu sasa uzee ni chini ya shimo. Nisikilize vizuri. Nisikilize vizuri. Na Mungu akupe neema ya kunielewa leo. Watu wengi wamepoteza muda. Wamepoteza nyakati. Wamepoteza muda ambao Mungu amekupa. Unajua kuna wakati Mungu anakusudia kitu juu yako. Lakini unaposhindwa kutumia ule muda ukipita na mambo yako yamepita. Sasa leo unafika uzee, huna chochote ulichokiandaa katika ujana wako. Sasa ukiwa chini ya shimo, maana yake kuna chakula kinatakiwa kitoke kule juu kije huko chini uliko. Mfano mzuri, mfanyakazi anapofanya kazi, ni mzee wa kanisa tuwekee akiba ya uzeeni, unahitaji unawekewa akiba inaitwaje? Mafao. Unapokuwa unafanya kazi ukiwa na nguvu,
Anakana mrengo huku na mwingine huku, na wengine mpaka hata kwenye baa wameweka viti vyao vinajulikana hiki cha fulani, hakikaribu na mtu. Ile pesa anapoipata anaivurura pale pale, anamaliza anasubiri tena mwezi alipe madeni. Hata watu waliojiajiri wanaofanya kazi, sio kwamba kila siku itakuwa Jumatatu. Kuna Jumanne, kuna Jumatano, kuna Alhamisi, kuna Ijumaa, kuna Jumamosi, kuna Jumapili, kuna Jumatatu. Tumia muda wako vizuri. Mungu amekuokoa ili uwe na akili, uwe na ufahamu. Hivi kama kweli unajua Biblia inasemaje? Mwanaume anayezini na mwanamke hana dini, hana akili kabisa. Kwa nini anasema hana akili kabisa? Zile pesa ambazo zingeisaidia familia, kwa sababu huyo mtu wewe kuchukua mwili wake kutumia bure, sio wa kwako. Sio wa kwako. Mwili wake ni maisha yake. Kama unagusa mwili wake, maana yake kuna fedha zinatoka. Paka na wengine wanaacha familia haina chakula, haina chochote, na wanaume hao ni wakali kuliko bibi. Ili mtu wake asimuulize hebu ndio fanya kazi nipeleka wapi. Sasa siku zinasogea, familia inasogea, hujatengeneza maisha. Mtu mmoja alikuwa ananiambia, Samson, ukishindwa kujenga ukiwa peke yako, subiri watoto waende shule. Kila mtoto anahitaji gharama, tuone kama utafaulu. Tumia muda ulionao, jenga, fanya. Wakifika huyu anataka aende shule, huyu anataka hela, huyu anataka hela, unakuwa kichaa, unachanganyikiwa. Utaitoa wapi fedha ya kujenga au kununua uwanja? Leo una ujana, unacheza nao. Kila jambo lina wakati wake. Una wakati wa ujana, na ujana huu utaujutia kama ukufanyia kazi. Ninashangaa vijana wa kiume sasa hivi asilimia kubwa wanataka kuwa vipeteni. Sasa kama kweli una akili, una makamasi, yaani mwanamke atafute hela alafu akutunze. Huwa una kitu, una makamasi. Sasa vijana wengi kwa sasa wanataka kutunzwa na mashangazi kale. Yaani wao wanataka kutunzwa, wawekwa ndani. Hivi mwanamke jana wekwa ndani au mwanaume? Sio majitu ya ajabu kabisa. Sasa haya, huyo mwanamke analinyonya wewe, likishaisha nguvu analitupa. Sasa ndio kwa wanaanza kuhangaika, wanaozesha mtu aliyekufa, aliyekuisha, watoto hata watunza. Una miaka mingapi? Unajikuta una miaka 40. Sasa twende kwenye mahesabu kamili. Una miaka 40 ndio unawasi, ndio? Mtoto mpaka anaenda shule darasa la kwanza, miaka 7, una miaka mingapi? 47. Ndio anaanza ya kwanza. Miaka 7 pale inakuja 54. Hapo ndio anamaliza darasa la 7. Anaingia kidato cha 4, si ndio? Miaka mingapi? 4. Miaka mingapi? 68. Ndio anamaliza kidato cha ngapi? Cha 4. Anaingia cha 6 na anaingia cha 5 na 6, miaka 2. Ilikuwa ngapi ile? 60. Ndio anamaliza form 6, una 60. Haya, anaingia chuo miaka 4. 64. Huyo ni wa kwanza. Je, wa pili na wa tatu utawasomesha? Watasoma? Wewe wana wa kwako wamesoma, wengine hapa tunalingana, tunaenda sababu maisha yanasonga mbele. Wewe watoto wako mpaka wanapata chakula, wewe mbele ya kula hiyo chakula huna. Kwa sababu ulichezea ujana wako
tunakokotana, tunaenda mpaka benki, tunachukua kidogo, tunakuja kula. Au nakata kazi kidogo, nauza na wekea hela kwenye kikapu. Na mwambie usinipe. Wewe nipe laki mbili, nyingine niwekee benki, niletee risiti, bado wataninyang'anya. Tunaendelea kula polepole. Wewe huandai maisha, unahangaika na mambo ya leo. Hujuangi kwamba kila jambo lina wakati wake. Na wakati wake ukipita imekula kwako. Kuna wakati wa kufurahi, kuna wakati wa kulia. Wale hata kama umefiwa na mwanao, utalia milele. Halo, utalia milele. Mama Raheli Petro, suliruka nyamaza mpaka leo. Unalia mpaka leo. Uliisha, kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa furaha, kuna wakati unaona mambo yote yanakwenda vizuri, unafurahi. Huo wakati nao unakuja unapita. Unajua watu wengi wanafikiria kwamba wanawake hao wana vituko, wanakwambia anakuwa na kidumu. Wewe kwa na kidumu na ndoo. Unazidi hiyo ndoo itatoboka, kidumu kitashindwa kubeba maji. Kidumu na ndoo kipi kidumu? Ndoo. Sasa naacha ndoo yake, anabeba kidumu. Siku kidumu hicho kikitoboka, unawezaje kwanza kiwezi maji ya kutosha ya kutumia? Hakiwezi. Uongo kweli? Bwana kusaidia tu matanuzi, unapata hela ya kusuka, sasa unafanyaje? Kuna siku za vilipa. Ukipokea ugonjwa hapo, ndio sasa mchungaji anapewa shida. Mchungaji niombe. Naomba ugonjwa uondoke vipi? Kumbe ugonjwa unaletwa na shida ya dona na ugali na dagaa. Utafuta mwenyewe. Sasa unafikiri Mungu anadili na hiyo? Mungu anahurumia mtu aliye na shida, sio aliyeitafuta. Angalia wakati wako ulio nao. Angalia muda ulio nao. Unautumiaje? Unafanya biashara, unapata pesa. Sio kila siku utaipata hiyo fedha. Nikwambie watu ambao ni wadanganyifu ajabu. Na pamoja bodaboda. Bodaboda akishapata bodaboda yake, biashara imeisha. Wakati ikiwa ya hesabu, alikuwa anaamka saa 10 na watu wa alfajiri. Akishaipata ni ya kwake, hatoki. Saa 2, saa 3, saa 4 ndio anajikokota na amka. Kweli huyo atapata hela? Anaona shida, anaiuza, anarudi kuwa mtumwa. Maisha yanasonga, miaka inakuja, miaka inaenda, maisha yako pale pale. Kumbuka kwamba muda Mungu aliyokupa utumie vizuri. Umepata fedha, kawa pesa nyingine, weka akiba, tumia nyingine. Watafute watu walioendeleza dunia hii na hela bwana. Ni bodaboda namba 1, namba 2 bajaji. Maana wao ndio wanajua supu nzuri ambayo haijawahi kumana. Wao ndio wanajua supu nzuri, hii haijawekwa maji, hii safi. Na yule mama akilia anamjua kabisa fulani, anamwachia hata wakati atakuwepo maji, anamwambia ngoja fulani. Wewe watafuta watu wote, ni nguruwe. Akirudi nyumbani, chakula nyumbani hakuna. Anauliza vipi? Sasa unauliza vipi wakati wewe ndio unatakiwa kuleta hela, ndio umeenda kazini, hivi umeleta. Kila kitu kina wakati wake. Hiyo nguvu itakuwa itaisha. Ulitengeneza nini wakati ule Mungu alipokupa? Ulifanya kitu gani? Ulitengeneza nini? Nini ulifanya? Huo wakati unapata fedha, ulizitumiaje? Wengine anaoa mke na akili. Mwanaume akileta kimkabidhi, mama anataka atunze ile hela wafanye kitu fulani. Mwanaume anakuita nipe ile hela yako. Si hela tu. Nipe ya kwako. Ulitafuta. Wewe unakaa kwa kesi unaosha kucha hapa nyumbani. Hiyo hela ya kwako au ya kwako? Mama wa watu wanaona isiwe anachukua na mka. Haya Mungu inaenda, Mungu anajua muda wako niliokuwa umetumia vibaya huu hapo, wewe umeisha. Anampa mwingine.
watoto wengine linaweza kuwasaidia wewe, imetosha. Kama hukutoka hapa basi. Hicho watu wanachokifanya, ukiona kwamba kila mara ukipita unaponyeshwa na maji unafikiri umefika. Hujafika, umeanza safari. Maisha haya baadaye itakugharimu. Watu wengi maisha yao yameharibika kwa sababu wakati Mungu alipomuitikia hakufanya kitu. Wakati Mungu ameondoka ndo anakumbuka. Waswahili wanasema unakumbuka shuka wakati kumekucha. Usiku mzima ulikuwa na shuka. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Hebu fanya namna hii kama uko pamoja na Mungu. Unajua ujumbe kama huo hautapendwa. Watu wanataka tu uambie wakubariki tu, lakini usiwaambie wenye makosa. Hayo hakuna rafiki hapo. Hasa wale wanaofanya kazi, naona hapa kila mtu amenuna. Jipu kazi yake itukue tu. Wewe hebu fikiria. Kuna wakati unafanya biashara unapata hela. Kuna wakati Mzee Msupa unakwenda kazini, kazi ni bandika barua. Na kuna wakati kuna ukavu. Unaweza ukakaa unafikiri hivi nikipata nitashukuru Mungu. Sasa je, wakati ulipobandika barua ulifanya nini? Nini unachokiona wakati umepata? Uliweka kipi? Alama gani uliweka katika maisha yako? Watu waweke alama. Yanachoona ameipata anajua na kesho ipo. Kumbuka leo Jumapili, kesho Jumatatu. Okay. Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 6. Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa 6 inasema, ndio, kwa kila jambo kuna majira yake. Kila jambo kuna majira yake. Na wakati kwa kila kusudi. Na wakati kwa kila kusudi. Chini ya mbingu. Chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Na kuna wakati wa kupanda na kuna wakati wa kuvuna. Wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Kuna wakati wa kuhuisha na kuna wakati wa kuua. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Kuna wakati wa kujenga na kuna wakati wa kubomoa. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Na kuna wakati wa kuomboleza na kuna wakati wa kufurahi na kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Na kuna wakati wa kukusanya. Tunapozungumza ni wakati unafanya kazi na kuna wakati wa kutupa, wakati wa kutoa. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Hiyo wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Kuna wakati unatafuta, kuna wakati unapoteza. Tunaposema kupoteza, wakati umekutwa na magonjwa, wakati umekutwa na ada, wakati umekutwa na haya, lakini kuna wakati wa kukusanya. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Kuna wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Kuna wakati wa kushona, kuna wakati wa kurarua. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Kuna wakati wa kusema na kuna wakati sio wa kusema. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Kuna wakati unapenda, kuna wakati wanakuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Kuna wakati wa vita, kuna wakati wa amani. Amen. Hayo ndio maisha ya binadamu. Bwana Yesu atusaidie. Hayo ndio maisha ya binadamu. Kuna wakati watu wanacheka na wewe. Kuna wakati kanisani ni furaha, lakini kuna wakati ni maumivu. Kuna wakati wa kulia. Kuna wakati unasikia watu wanakunenea maneno mazito mpaka moyo wako unatetemeka. Huo ni wakati wa kulia. Lakini kuna wakati wa kufurahi. Kuna wakati wa kukusanya. Kuna mtu anafanya kazi, hakumbuki kuna kesho. Akimaliza anaweka hapa.
Akipata shida, kila mtu atakuwa na shida. Maana mtazunguka nyumba hadi nyingine. Nisaidie, mwanangu ameugua. Unajiuliza mbona huyu mtu alikuwa anafanya kazi? Utambue kwamba kuna wakati kusanya kweli kweli. Na kuna wakati wa shida utatumia. Kila jambo lina wakati wake na majira yake na nyakati zake zinazokuja. Ukiwa unafurahi na kushangilia, tegemea kuhumia na moyo wako kuwa na maumivu makubwa. Unafanya nini kwa wakati ambao Mungu amekupa? Unatumiaje wakati ulio nao? Unatumiaje mazao ulio nao? Vijana wengi sasa wamejuliwa na hao Wahindi, wameleta michezo ya kila aina. Watu waligundua kuna mwingine wa fimbo wa kusogeza. Ule wa kupiga, unasogeza zile kete. Wameona hizi, wamezigundua. Wamekuja na mingine, michezo ipo karibia 100 kasoro tu. Unamkuta mtu amepiga mgongo, amefanya kazi, amepata hela. Mzee Msuku alafu naenda yuko kwenye game. Kuna magemu mpaka kwenye simu. Anacheza game kwenye simu mpaka yule anaamka asubuhi hata ya kuweka mafuta. Mungu nisaidie nipate hela ya mafuta. Mungu alinifaida nini na hiyo hela yako? Wengine ni wakubwa kutoa hapa kanisani. Bora umtolee Mungu ukawa na sababu ya kudai. Kanisani mchanga hatoi, lakini kwenye game anacheza, amemaliza 50, ametafuta ya kwake mpaka ya Mungu yote amekula, ameunguza na mifuko. Sasa hivi ukiniambia nimuombee huyo mtu abarikiwe, naomba aje mpaka abarikiwe. Hebu nisaidie wewe, nitaomba. Kwanza Mungu hana share kwenye hela yake. Hela yake na game. Hela yake na game. Ikibaki ya game, una mabai wote wako hapa nao wanamchukua nyingine. Kwa mtu nakuta miaka nenda rudi na miaka zaidi ya 10 anafanya kazi kia sababu na inagonga 10. Ukiuliza alichofanya kwa hiyo miaka 10, hana hata kibanda. Hata kibanda kaadi. Mwingine anachoishia anabadilisha nyumba za kifahari. Ndugu yangu, hata ukikaa nyumba za kifahari sio za kwako. Ina safi, hakuna jionea kioo, self content. Ina kila kitu hapo, biashara imeisha. Sio yako. Ni nyumba ya mwenyewe. Ni bora ningelala nyumba ya kawaida, hata ambayo mtu akija sina pa kumkaribisha, lakini ndani ya miaka isiyozidi 2 najenga kwangu, hata kama ni kibanda cha kuingia upande, lakini naingia kwangu kwa raha zangu, hakuna neno gashi. Nyumba yangu hii watoto waniharibu hapa. Badilisha tu nyumba za kibali mpendwa. Mungu akusaidie. Badilisha tu. Endelea tu kupaka nyumba za watu rangi, ukitoka unatakiwa ipaka rangi, maana alipaka rangi wakati unaingia. Wanufaisha tu. Lakini mwanaume mwenye akili, bora nikalala kwenye mti pole, lakini nitasogeza maisha yangu. Itakufaidi nini? Bomba hapo kitakufungulia yanatoka juu. Sio yako. Watoto wale wanatakiwa waamuke, waharibu kwao hapo, wajisaidia hapo nje kwao. Kila jambo lina wakati wake na majira yake. Utakumbuka kwa muda vizuri sana. Mimi nakufundisha. Bwana asifiwe. Hebu fanya namna hii kama uko pamoja nami. Hatutachanganyikiwa, akili tunayo, ufahamu tunao na maarifa tunayo. Mimi nakufundisha, umeokoka vizuri, kijana mtanashati msafi, anayemheshimu Mungu. Kwani Mungu asikupeleke? Kwani wanaopewa na nini na wewe una nini? Kwani wewe unaleta kitu, wewe ukaleta miguu? Hanakupa mahela. Mimi hela yangu Mungu apokee na mimi
nifanyie jambo. Basi biashara inaisha. Ya kwamba utaisubiria mlangoni utazeeka utakufa bila kuiona. Kwa sababu mimi sioni faida ya mambo hayo yanakufaidi nini? Mtu unamkuta mpaka mama ntilia anamjua. Huyu anakulaga chapati 3, akifika tena huyu wa 3 na maziwa vikombe viwili. Anamjua mpaka anamjua. Yaani yeye haagizi, akifika tena anatoka kama alivyo. Wakati huyo mtu maana anapofanyia kazi ni karibu. Angechukua ile hela ya chapati na maziwa, akapeleka pale nyumbani, mke wake akatengeneza chai na watoto wake wakafurahi, wakasema asante baba, kwa sababu Mungu umetupa baba mzuri, tumeshiba. Unaisha familia yako. Unanipesha tu mama ntilia na mkuta makaribia yako kule ni Dodoma Singida. Mke wako yeye ananyooka tu kama ufingo, watoto nywele mpaka zimegeuka. Kila siku unampelekea pesa. Na kumbe nyumbani ni karibu. Ukiangalia ile hela uliyoitumia asubuhi ya supu na chapati, baada za awali maziwa, wanakunywa supu na chapati. Sasa piga supu shilingi 4,000. Chapati 2 500 wa wengine 1,000. Tayari 5,000. Hizi 5,000 ile ikitosha familia yako kule na wao mfurahie maisha na songa mbele. Unajua masikini anakula vizuri kuliko tajiri. Kama hujawahi kujua, masikini anakula vizuri kuliko nani? Tajiri. Tajiri anafukuzana na shilingi. Masikini anafukuzana na kula. Umemwona tajiri ana simu ya 500,000. Inazaa. Umemwona tajiri ana simu ya 500,000. Ya nini? Kama anataka kuwasiliana na watu wa nje kwa ajili ya biashara, ana laptop yake. Wanaingia pale wanachati kwenye mtandao, kwenye email, anamaliza. Ana simu ya kawaida kiswaswa tujichwa nacho. Hiyo inamsaidia nini? Masikini unamkuta na simu ya 500,000. Anakwambia hii simu yangu milioni 1 hii. Kuna kitu kuna makamasa. Sasa hiyo simu inazaa nini? Kama sio kila siku unaangalia picha ya mkono huko, ndio unaweza kuangalia kwenye simu yako. Nini umeongeza huko? Kila siku bando unanunua fedha, unaweka kwenye ile simu. Nini unakoingiza? Lakini tajiri anawaza ataongezaje pesa ni kupita msukwa. Msukwa ananisumbua mbele. Siku hiyo watu wanakula kande pamoja na maharage. Wewe unakula sausage masikini. Unakula sausage. Wewe unakula sausage mpendo. Unanunua wewe ambaye umekaa kwenye nyumba ya kupanga. Wewe una simu ya 600 mke wake naye kwa sababu anampenda sana na simu yake. Wote wanachoishia kwenye mtandao wanachati. Wanachoangalia pale ni style zilizoko wanapigaje? Mapigo. Hivi itakusaidia nini? Maisha yako itakufaidi nini? Utaongeza nini? Mwingine kazi yake akiona mwanamke amevaa vizuri anamwangalia na anza kumuita, anaanza kumtumia vichombezo vya pesa. Hiyo pesa unaomtumia ungetumia familia yako. Kwa hiyo mwanamke uliyenaye ulimpenda mwenyewe. Waswahili wanasema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Tutengeneza na wako Bwana. Haleluya. Usitumie muda wako vibaya. Wewe kazi yako ni Simba na Yanga tu. Una kazi nyingine. Ikifika Simba na Yanga unayeuka akili. Yanachowaza tu lini wanacheza. Kazi hapa ni siku ikifika leo ya Simba na Yanga. Hata kama umepata mteja anamwambia ondoka. Umepata mtu anataka kumpeleke benki. Na benki ana 30,000 anataka wewe hata nitamwaga kutoka hapa
ikifika wakati. Mimi nimeona wazee wengine baada ya kuitwa wazee vimekuwa vizee. Hakikutengeneza chochote, bahati mbaya mtoto akasoma, kila shida tumekuwa kwa vizee. Anampelekea shida zote, alikuzuia kufanya maisha yako. Ninasema ikifika mahali maisha yangu yameinama, nilishafanya kitu ambacho kitanisaidia maisha yangu. Sio kukaa kutegemea mtoto amesoma atengeneze maisha yake. Sina shida na mali yake, sina shida na vitu vyake. Hata mimi wakati wangu napaswa nitengeneze cha kwangu. Tengeneza kitu chako kwa wakati uliopewa na nafasi ulionayo, itumie sawa sawa. Acha kutesa watu. Acha kusumbua watu mpaka mtoto wako akiona simu anaanza kufikiri. Sasa natamwambia, inabidi ampe mtoto apokee. Baba hayupo. Au mama hayupo. Kwa sababu anatolewa ni mzigo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tumia wakati wako vizuri. Amen. Tumia nafasi ulio nayo vizuri. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila jambo lina wakati wake. Kuna watu tulikuwa nao hapa. Nikaombea wengine Mungu awabariki kweli wakabarikiwa. Wengine leo yuko kule, kesho yuko kule, akirudi mtaanza moja kuomba. Unajua kuna tunaita nini maisha ya kiroho. Wale wanawake wasiokaa kwenye mji wanaitwaje? Wanaitwaje zaidi wa Kiswahili? Mwanamke asiyekaa na mume mmoja atosheke, anaolewa na huyu kesho na aje, anaolewa na yule kesho na aje. Yaani yeye anasaa hapa, anasaa pale, anasaa pale, anasaa pale. Nikahaba. Jina zuri. Baraya ni wakila mwanaume, huyu sio wakila mwanaume. Huyu akimchukua amemchukua juu. Wanamhitaji. Sasa tuna watu wa aina hiyo kiroho. Niseme nisiseme? Kwa sababu Mungu alikuweka hapa, mimi ndiye natakiwa niatendi mbele za Mungu, nipeleke shida zako, nipeleke mafanikio yako, nipeleke kila kitu mbele za Mungu. Sasa tumekaa na wewe hapa, ukaishia kujenga choo, ukahama. Ulipohama mimi nikasahau wewe haupo. Hata wale wengine tulionao wameshajenga choo na nyumba na wana viwanja. Siku ukirudi kwa kwenda, yule ndiye anatakiwa tena aendelee kukusemea mbele za Mungu, sio mimi. Mimi tumemalizana. Kwa hiyo maisha ya kiroho ya aina hiyo pia upige hatua. Wewe una tofauti na yule anayechezea hela. Una tofauti. Kumbuka kwamba kila madhabahu ina nguvu za Mungu iliyosimikwa pale. Yule mtu anaomba kupeleka mbele za Mungu. Unapoendelea kufanya vitu ambavyo vinaugusa moyo wa Mungu, Mungu anaendelea kuandaa maisha yako, anaendelea kutengeneza kesho yako, anaendelea kutengeneza kesho kufa yako. Unapohama umepoteza baraka zako. Utaanza tena moja. Kule unapokwenda na yule hangaike, hujakaa sawa tena. Tulia, baraka zako zitulie. Amen. Mungu anataka mtu anayenena kwa ajili yako. Maana madhabahu ndio inayonena baraka kwa ajili ya watu walioko pale. Tusiwe na maisha ya jinsi hiyo. Haiwezi kufaidi maisha yetu. Utakuwa unapiga hatua, yaani wewe unaenda hivi. Unapiga moja mbele unarudi nyuma nne. Hivyo ndivyo maisha yako yanavyoendelea kurudi kila kukicha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumia wakati wako vizuri. Unaposema tumia wakati wako vizuri, Mungu atafanya vitu vya mabadiliko kwako na aseme katika maisha yako, yatoe matokeo chanya katika maisha yako.
Mhubiri sura ya 8 mstari wa 6. Mhubiri sura ya 8 mstari wa 6, soma. Nasema, kwa maana kwa kila shauri kuna wakati wa hukumu. Kwa kila shauri kuna wakati wa hukumu. Kwa sababu mashaka ya mwanadamu yaliyo juu yake ni makubwa. Maana mashaka yaliyopo wakati mtu ameshtakiwa ni makubwa. Na nini mnajua kama ni wakati wa kesi, ni wakati wa kesi. Lakini lazima ifike mwisho. Hata kama itamaliza mwaka, kuna wakati itafika mwisho wa hukumu na kesi itahukumiwa. Kila jambo na wakati wake. Usifikiri jambo linaweza kuwepo milele. Inawezekana leo unapitia shida, hutaipitia milele. Kuna kesho yako Mungu ameiandaa. Kesho yako sio leo. Kama leo unapitia shida, kesho yako ipo ambayo sio ya shida. Mungu anaijua. Vumilia. Kuna watu wanashindwa kuwa na uvumilivu. Biblia inasema usikate tamaa. Inawezekana leo unapitia maisha magumu, lakini kesho yako Mungu anajua. Mimi nilipokuja Dar es Salaam wakati nafanya biashara, niliona kama nimeshachelewa, watu wamepita. Wale waliokuwa matajiri wakati ule ndio sasa hivi ni maskini. Na wale waliokuwa masikini wakati ule sasa ndio matajiri, ndio wana pesa. Kwa kila jambo, ndio maana nasema tumia wakati wako vizuri ambao Mungu amekupa. Kama Mungu amekubariki, hakikisha baraka ulizozipata zinakufaidi wewe na zina nafasi mbele za Mungu. Ili kusudi kesho iwe sababu ya kumkumbusha Mungu, unapokuwa unapita mahali pagumu, unamkumbusha Mungu ulichofanya wakati ukiwa na nafasi. Kwa maana mimi nikipata nafasi ya kupanda kwa Mungu sioni shida. Mimi sioni shida. Maana najua kwamba nikipanda sana kwa Mungu nitapata sana. Nitachelewa kufilisika. Nikipanda sana nitachelewa kufanyaje? Kufilisika. Ndio maana Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7 na kuinuka. Hatulali chini. Kama nimepita kwenye pito baada ya pito baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Wale waliomuona Ayubu kuna wakati walimpesa. Kuna wakati watu wengi walimsimama. Lakini masimamo yao hayakumuondoa Ayubu kwenye lengo la Mungu. Hakutoka kwenye lengo. Lakini wakati Mungu alipomaliza mapito ya Ayubu, Biblia inasema Mungu alimuinua tena, akabariki mara 2 ambazo alizokuwa nazo. Watu wakamtunza, watu wakamtia moyo. Usiogope wakati unapita. Si utapita milele. Kuna wakati wa kupita, kuna wakati wa furaha. Kuna wakati utafanikika. Wewe simama wala usiogope. Usiangalie kwamba muda umeenda. Subiri wakati wa Mungu upo unakuja mbele yako. Mungu anakuandalia mahali. Mungu anakupeleka mahali pengine. Kutoka hapo ulipo, simama hapo wala hutashindwa. Na wala Mungu hawezi kukuacha kufia hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fanya namna hii kama unanielewa. Amen. Usiogope. Utafia walipofia wazazi wako. Wewe utapiga hatua mbele. Kama wao walishindwa kuwa na nyumba nzuri, wewe utakuwa na nyumba nzuri. Utapiga hatua mbele. Utafia walipofia wao. Utaishia walipoishia wazazi wako. Utapiga hatua mbele kwa sababu na Mungu aliye hai anayetuwezesha. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hatuyawezi kwa sababu tuna nguvu. Tunawezeshwa. Tunakuwa washindi kwa sababu Mungu yumo ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Muombee mume wako wewe mwanamke. Acha kunalaumu kila siku. Unajua kuna wanawake wao wamekuwa kuna mnyamazani yule unamsikia usisema Mungu. Mungu. Sasa wengine wako kama huyo mnyama. Mume wake akirudi nyumbani hanacho, panachimbika.
Usifanye kazi ya baba anachimbika. Muombee. Wewe umebaki nyumbani, fanya kazi ya kumwombea. Mungu atabadilisha ule wakati. Utakuja wakati mwingine wa baraka, sio wakati wa shida peke yake. Acha wewe. Kuna wanaume wengine wasipounga hiyo nyumba hawaendi. Sasa jamani, nje nako wanaoga na nyumbani. Kabisa. Na nyumbani sio wa kwako tu, kama leo hana kesho anacho. Na kuna wengine wamesababisha mwanaume hapati hela, maana yeye anataka kila nguo ikija anataka alipuke nayo wamuone na yeye yumo. Ni masikini anafanyanga hivyo. Lakini sio watu wenye hela. Mtu mwenye hela azungulimi na kuvaa. Wewe kachunguza vizuri uone hazungulimi na kuvaa. Unaweza kuona kavaa nguo hii kesho kavaa ile. Wewe hana shida na nguo zipo. Akiamua kwenda dukani, lakini masikini mwenzangu na mimi anataka badilisha leo hii, kesho ile, kesho kutwa ile, kesho kutwa ile. Akinunua leo mtajenga. Bahati nzuri ninasema kila jambo lina wakati wake. Sasa wakati alipopata hela uliishia kwenye livaa. Ikija wakati wa dhiki ndio utaisoma namba. Wewe ni kila mtindo wa nguo. Unataka. Sasa wakati Mungu amewanyoshia mkono, anataka mnyooshe mambo yenu. Wewe uliishia kwenye mivao ya nguo. Ikaja sasa wakati Mungu amegeuka, ametoa kwenu, amempa mwingine na wewe tumia. Wewe huna. Hiyo ndoa itapasuka asubuhi. Maana sinaishi kwa sababu ya mavazi. Sinaishi kwa sababu kipo. Kikishindwa kuwepo. Wacha nikupe mfano mmoja. Kila jambo lina wakati wake. Sasa huyu mwanamke aliolewa akakuta mume wake anavyo. Vinaita na cheti. Na wamama ni waziri wa kuita hadi. Yaani wakati hipo mnataka mpaka jina la mwisho. Na atakuita majina yote mazuri. Lakini ije wakati wa dhiki. Atakukana asubuhi wala sio jioni. Asubiri ifike jioni, atakukana asubuhi. Sasa yule mwanaume kwa sababu alikuwa navyo, tena alikuwa ni mzee wa kanisa hivi. Mke wa mzee wa kanisa. Na wanakaa kama walivyokaa watumishi wa Mungu hapa. Sasa kumepinda. Mwanamke akamwambia mume wake, najua mimi nashangaa. Hivi kweli wewe ndio mume wangu au nilikosea? Kadri siku zinavyokwenda Mungu anakata kamba. Kila jambo na wakati wake. Anakata kamba. Amekata kamba, imefika mahali wanakunywa uji. Mwanamke akasimama akamwambia, wewe ulivaa uvae sketi, mimi nivae nguo nikatafute. Wewe sio mwanamke. Kwa kile kitendo cha hadithi sijui maikapa sijui nini hakuna. Kwa sababu wakati wa kulia sasa sio wa kufurahi. Imekwenda mwanamke kucheka ile 32 hakuna. Wanaume akirudi mwanamke ameandika 1111 na mdomo huko hivi. Inabidi mwanaume asiulize chochote, hata chakula apitiliza karara. Ni watoto matusi, maana mama unajua nini ni wataalamu. Ukitaka kumtukana mwanaume mtoto, wakati mmekosana badala unanyokea mtoto. Matusi makubwa. Ya unamungurumishia yule mtoto. Sasa mwenye akili anajua mimi ndio natukana sio yule mtoto. Siku zikaenda. Yule mwanaume akasoma. Akasema huyu alikuwa ananiita hani my carpet. Leo vimeisha, amesema ningevaa sketi na blouse, yeye avae suruali. Mimi sina tofauti na yeye. Unajua mwanaume anachukua maamuzi. Niwaambie wanaume wana maamuzi. Ukifanya hivyo vitu vyako akiamua, anakwambia mke wangu nyumba hiyo hapo, watoto hao hapo, hela hiyo hapo, atachukua nguo yake ya kuvaa, anaondoka kama anatembea, unafikiri atarudi.
ameenda milele. Sasa yule akaamua, akamwendea kaka, alikuwa bado yeye uwezo wake uko juu. Akamwendea akamwambia, kaka, unaweza kunisaidia hela nikodi heka hizi 2. Unipe tu hela ya kukodi heka 2 na unipe hela ya kununua mbolea na mbegu. Unisaidie tu mtaji mpaka nilime zile nipande, mimi nitapalilia mwenyewe. Kaka yake akamwambia, mdogo wangu, mimi nakulipa wewe jembe. Heka 2 tunaona zinakutosha. Akasema, naona hizo zinatosha, wacha nikuongeze ya 3. Akasema, ukiniongeza 3 utashinda kuzibadilia mwenyewe. Bado unajua hapa nataka nifanye kazi ya kufa mtu. Shemeji yako siku hizi ananiambia natakiwa nivae sketi. Ile uliyokuwa unaona tunacheka, leo haipo. Basi mwanaume akajipinda, heka 2 zile Mungu sio mwenyekiti wala sio Abdalla wala Asmani wala Samsoni, akambariki. Yaani akavuna gunia 60 heka 2. Mwanaume akapiga, akampelekea kaka yake, akamwambia hapana, piga tena. Akaingia heka ngapi sasa? 4. 2 atapalilia, 2 bado. Na yule mwanaume tangu siku ile hajawahi kutaka tena na yule mwanamke, si anataka naye wakati ameona ana pesa. Sasa akafanya ile kazi, maisha yake ndani ya miaka 2 maisha yake yalirudi juu. Kule alikokuwa, akafungua duka la godoro, akajaza mpaka juu. Akaja akafungua duka la pili, akanunua gari ya kubebea mizigo, akamnunulia na mke wake gari. Lakini yule mwanamke ambacho haoni kwa yule mwanaume ni kicheko kile cha zamani. Sasa simali imesharudi, mama nataka hani irudi na nini, kicheko kile. Mwanaume hana huo muda. Kesi kaenda kwa mchungaji. Mchungaji, mume wangu mimi simuelewi, mume wangu simuelewi. Mchungaji akakaa kesi. Sasa kanisa kauliza, baba, mwambia akwambia nikosa nini? Kujana nilikula. Wewe si unadhani ile kutembelea na gari sina? Ndio. Sasa akueleza nacho ndio unacho. Mama akifika hapa mahesabu yanakuwa. Akarudi tena mara ya pili, mwanaume simuelewi. Kauliza, kunielewa kivipi? Mbona zamani tulikuwa tunakaa tunafurahi watu waliookoka, leo hakumbuki kama Biblia alisema hivi. Mwisho mchungaji amekaa kesi imejiko, mama amefura. Lakini yeye anadai mwanaume hadai. Yeye anamuombaga siku moja kama anaenda ugeni anaendea ili gani kama. Akamuuliza, leo nataka mimi nicheke. Wakati tulipoishi niliona mimi navaa nivae gauni, nivae sketi na blouse. Wewe ndio unipaswa wewe, mimi sikupaswa kuwa mmeo. Kwa wewe unafurahi nani wakati unaona mali hiyo? Sasa mimi tangu siku ile nilifunga huo mlango. Wewe kula vizuri, fanya kila kitu, lakini muda wa kucheka na wewe sina. Nitafute. Na kesho kutwa tena nikitinda, nitatakiwa nivae na sketi na blouse. Ilimpa wakati mgumu. Watie mume wangu wakati anatafuta, mtia moyo. Sio kwamba kila siku itakuwa hivyo. Yawezekana hicho ni kipindi fulani mnapitia, kuna wakati mambo yatawanyokea tena. Usimtupe mmeo kwa sababu leo mmefungukiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mshike mwenzio, mwambie usiwe na hiyo tabia. Mwanamke mzuri anamtia mmeo moyo. Maana sio kila siku itakuwa leo. Hapana, kila jambo linabadilika katika maisha yako. Tianeni moyo kusonga mbele. Wanaume, kubali hata mke wako anapokushauri, ushauri wao ni mzuri. Na mwanamke aje kulala unaamka saa 10 na unaamka saa 2 saa 3. Amka mapema kabla giza halijafanyaje? Halijaisha. Usikubali mume wako aende kazini bila kunywa chai yako. Wewe sio mwanamke kama mmeo anaamka naenda kazini bila kunywa chai. Wewe unamtengenezea mama ntilia atengeneze chupa yake ikae pale na kiti na chapati za mayai.
mtengeneze chai, yaani chai yake ya nyumbani. Asiende wana linganisha, anakwambia chai ya yule ni tamu kuliko ya kwako. Hapana, tengeneza chai anywe, aende kazini. Mwingine anashindwa kuacha hela ya matumizi, anataka kuachia kutengeneza chai, anashindwa kutengeneza chai, inabidi tena achukue ile hela afanye chai huko. Kwa hiyo wewe una kazi gani hapa nyumbani? Halo, Bwana asifiwe. Mungu akusaidie na Mungu akubariki kayafanyia hayo kazi. Naomba usimame. Tumia wakati wako vizuri. Tumia nafasi ambayo Mungu amekupa, uitumie vizuri. Ujue kwamba kila jambo na wakati wake. Wakati Mungu amenyoosha mkono, ufanyia kazi hiyo. Akigeuka uwe umepata cha kwako, umezalisha kitu kingine kitakachokusaidia mbele ya safari. Usifurahie kuona neema alafu usitunze hiyo neema. Naomba usimame. Inua mikono yako juu. Baba yetu, Mungu wa baraka, uliye mwaminifu, uliyesema nami kwa ajili ya watoto wako, ya kwamba Baba wakumbuke kwamba wanao wakati wao walio nao, na huo muda ukipotea hakuweka alama, itamgharimu katika maisha yajayo. Mungu wasaidie, wape ufahamu, wape akili, wape maarifa Baba, kwa ajili ya maisha tunayoishi duniani. Sisi ni wasafiri na wapitaji tukiwa duniani. Wape ufahamu na akili ya kwamba Baba, muda alio nao autumie vizuri. Au mwanamke au mwanaume atumie muda wake vizuri, atumie nafasi aliyo nayo vizuri, atumie fedha alizo nazo vizuri. Kuna wakati asipoweka akiba na kufungua biashara nyingine, kuna wakati mlango ule unazima, kisibakie kinakauka. Anapokuwa hakutengeneza kisima kingine kwa wakati mwingine, maisha yanarudi kuwa magumu. Hebu nisaidie kanisa lako, wape ufahamu na akili, watumie nafasi walio nayo, watumie wakati walio nao vizuri, watumie nafasi ambazo umewapa. Wengine Mungu umewasaidia, wamesoma, wamepata kazi, ipo siku atakuwa hana hiyo kazi. Baba amefanya nini katika maisha yake? Wape ufahamu, wape akili, wape maarifa, atambue leo sio kesho. Kila siku ina mambo yake, na ndio maana umesema kila siku inajizungukia yenyewe, inakuja na majibu ya siku hiyo, na ina wakati inakuja katika wakati huo ukifanyika baraka. Mfalme wa amani na Mungu mwenye upendo, ninakuamini Yesu, wewe ni mwaminifu, ni Mungu usiyebadilika, unayesema nasi unatenda, unathibitisha. Wainue, wape ufahamu na akili, wakafanya vizuri. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka niombe na yule anayesema mimi sitaki kupoteza muda, nataka nitumie muda